So guys, today I want to show you something important on your engines, how you should maintain diesel engines and what to check. So in diesel engines we have what is known as the oil pressure. Oil pressure ni ile pressure yenye tuseme oil from the oil sump, venye nimeinamisha hizi engine ziko upside down. Oil from the oil pump venye ina lubricate hizo tuchuma ndo engine isiseize. So I want to show you why after every service you should use the correct oil with the correct viscosity, and then you check the oil pressure. The oil pressure should be 2 to 5 bars. The oil pressure ni kama blood pressure, ni venye tu iko kwa gari. Ikishuka Zayuni, engine inaenda Zayuni. So this is the oil sump, inakuanga imecover hapa. Oil sump inakuwa imecover hapa juu. And then this is the oil pump yenye ina suck hiyo oil. Alafu inapita, I'll dismantle this one ndo muone venye inapita. This is a wet sump, inaitanga wet sump. And then there is a dry sump kama Subaru yenye oil iko juu. But this one yenye oil iko na huko chini, iko chini ya gari. That is the wet sump. So nataka kuonyesha why it is important to check. So you can see there is a retro castrainer right here. Hii ni castrainer, hii ni oil pump. There is an oil relief valve hapa karibu na oil filter, and then inapita hapo kwa crankshaft inapanda huko juu. So it is important, ukiwa iona there are some vehicles zenye ziko premium vehicles ziko na oil pressure gauge. Unaona? The same way gari iko na temperature gauge. So kuna gari zenye ziko na oil pressure gauge. Alafu mingi ziko na oil pressure switch. Na zingine ziko na oil level sensor kwa sump. Haya, oil level sensor, oil pressure switch na oil pressure gauge. So si gari zote utaona gauge ya oil pale kwa most of the diesel engines kwa speedometer ama hapo kwa cluster. So it is upon you to check after every service, unaona mali oil pressure iko, so that you can know the condition of the engine, ama unajua kama oil filter iko sawa ama inazuia oil kupita. So this is the, hapa ni kama oil, unajua inakuanga ni kama damu ya engine. Ikikosa hapo unapata bearings za crankshaft. I'll show you the crankshaft. Nikizungusha hapa hivi kuna kitu inazunguka hapa chini. This one, you can see this one. This is the crankshaft now. Hizi ni counterweight ya crankshaft. And this one hapa kuna con bearing, kuna the roller bearing iko hapa kwa crankshaft hapa hivi chini. Nitaidismantle yote niwaonyeshe. So nataka niwashow hiyo process venye oil inatoka hapa inaenda ikilubricate hizo. So oil yenye unatumia inafaa inabaki imestick kwa bearing. Inafaa kuwa imestick kwa bearing. Ndo hiyo bearing ikizunguka hapo inakuwa iko lubricated. So watu wengi uliza, engine uchapa saa ngapi? Ama ati sijai kosa kufanya gari yangu service na ilichapa engine. Engine hii uchapa most of the times. Engine inachapanga time una start gari. The wear inakuanga negligible because ukikuja kugurumisha gari hiyo time, hizo chuma kama unatumianga oil ovyo, hizo chuma hazina oil. Hizo chuma zime dry, hakuna kitu. Kwanza zinasiagana kidogo, alafu oil inakuwa ime attain the correct oil pressure, ina lubricate na unaendelea. Haya, so unaona hiyo phase during warm up na kustart engine, unasikia kwanza engine imengorota, design nyingine ni kama tractor koko. Alafu unasikia all of a sudden imenyamaza. Hiyo ndio time engine inakuanga hiki. So it is important oil yenye unatumia inakuwa ni oil iko fiti design, hata ukizima gari haishuki yote huko chini, inabaki imestick kwa bearing. Ni kama magnet, inabaki imestick kwa bearing. Ndio ukikuja kuacha unapata at least si bare metal, ndio engine isichape. Kama engine zingekuwa zinaguruma ati ukiweka gari hata hakuna kuzima, engine hazingekuwa zinachapa juu iko lubricated 24/7. But hiyo ni iko fiti in theory, but in practical utapata water pump zimefail, timing chain ndio hizo zimefail, manini zimefail because
zinafaa zifail, hivyo ndo ziliundwa. Zimefanywa endurance test na hizo longevity test, but manufacturer anajua zinafaa zifail ndo ununue spare part ama ununue the next model. So hawezi kuundia kitu yenye haitafail unless ni magari kama macrane, matractor, engine za ship, hizo haziwezi fail rahisi. Imagine ship imeua engine na huko Pacific Ocean, haifai hivyo. So our manufacturer wanajuanga consumer wetu ni kina nani, and then they manufacture. Kuna department ya finance, strategy na marketing. Yes, engineer wanaweza sema tutengeneze kitu itaishi, ni sawa. Wanaenda wanasema tukitengeneza engine fulani tuta add vitu fulani hapo kwa engine yenye ita cost an extra this amount, ndo hiyo engine isiwahi chapa ama ndo ikae. Timu ya strategy wanasema hapana, na marketing, mnatengeneza aje engine yenye itaishi? Haiwezekani. So it depends on the manufacturer na nini, zinaitangwa planned obsolescence. So it is important wewe mwenyewe ujichungie gari, juu usipochunga utashidanga ukinunua engine, ama utashidanga kwa garage juu haujui ni nini unafaa kuangalia. So I remove this oil pump, niwaonyeshe the bearings zenye ziukulika, na gari ikichemka inaharibu bearing gani, ukitembea bila oil inaharibu oil gani. So ukitembea bila oil, there is a red sign ya oil pressure yenye hutokea kwa dashboard, the red sign. That red sign, you should park the vehicle immediately, because oil pressure, hii kitu ndio ina pump oil. Kuna type mbili za gears hizi pump, kuna the vane type na kuna the gear type kama hii. Zina suck oil, zina pump kwa bearing za crankshaft kupanda, but the main thing ni hapa kwa bearing za crankshaft, juu crankshaft ndio inazunguka almost every time. So ukiweka oil ndogo inakosa sufficient pressure. Hii hata ikipump inakosa sufficient pressure ya kulubricate nini, bearing za crankshaft. Alafu ukiweka excess oil, ukijaza oil hapo hivi, uweke excess, the same crankshaft inafikiwa na oil, so inachapa hiyo oil. Unajua hii ni kitu ni kuzunguka, inazunguka hii, unaona ni kuzunguka, inazungukanga hivi, na si ati inazunguka polepole, inazunguka haraka. So ukiweka oil ujaze ifike huku hii kitu inatandika oil, inakuwa nikaa oil imewekwa sabuni ama omo. Hii kitu haiwezi nyonya kitu iko hivyo, haiwezi nyonya oil yenye inakaa foam. So ukijaza oil inatandika oil mpaka oil inachemka. Unaenda kuscan gari, unaona inakwambia engine oil over temperature condition, forced limited performance. Ijajieka limp mode. So you should not overfill, you should use the correct oil, and you should use the correct quantity. Unaweza jaza the correct oil tena uharibu. Hii system yenye iko hapa yote inakuwa automatic. Kuna oil pressure switch yenye inajua the oil pressure iko hapa. Kuna oil level sensor iko kwa sump inakwambia engine oil level too low, so inakuletea kakitu kana kaketo, but hapo chini kana kamewekwa hivi. Ni kama to W hivi. Unajuanga engine oil level too low. So we are going to dismantle this one so that we can see the bearings zenye ziuchapa after umemuse gari ama use the routine maintenance. So oil pressure, juu iko na oil pressure relief valve hapa hivi, inafaa kuwa constant. Hata ufinye hiyo gari aje, hata ukue ukimbii ama unafinya aje, engine yenye iko fiti inafaa ku maintain oil pressure. Juu the more unakimbia, the more nayo oil pressure iko juu, so inafaa kuwa directly proportional. So kama haiko directly proportional, itashindwa kurubricate na engine itasave. Unless on high performance engines kama hizi za racing, engine inachapa lap moja inachapa. Wanaenda wanaweka ma con bearing na main bearing, because they wear out prematurely. Juu hiyo iko under load, excessive load, so they wear out
prematurely. That is why it is very important to check the condition of the oil. Hata ukiangalia hizi magari ziu race, unapata imesponsoriwa sijui na Castro, sijui Enoch, sijui ingine imesponsoriwa sijui na oil gani, because hiyo oil ndo ina determine vile hiyo gari itaperform hapo. Kwa hiyo nini, ikikosa kurubricatiwa hapa because hii kitu imekazwa kukazwa, unaona hizi bolts ziko hapa, hizi mbili zimekazwa hapo design nyingine hatari, but because kuna tu bearing hapa inafanya uone ni kama hii kitu inazunguka, but hiyo oil film ikikosa hapa hivi katikati ya bearing iko hapa na hii crankshaft ina grade mpaka inakuwa kitu moja. Hapo ndo unasikia engine imesize, because ama inapata piston slap, inaanza kuguruma design nyingine hatari. So I'll show you and then step by step venye mtu check. So mostly the diesel engines za petrol hata si sana, diesel engines juu kuwa na load ingine hatari. Let's get it. So guys, let us open this car system. I show you the whole principle of engine oil lubricate. Hapa inaitangwa hydrodynamic lubrication, hivyo ndo inaitangwa hiyo oil kuko inapitia kwa hizo tu bearings, inaacha oil film hapo, inaitangwa hydrodynamic lubrication. So acha nifungue hizi one by one, I show you venye unapatanga hata hizi magari za importation. Unapata gari ya ujui venye ilifanyiwa service, so ina form sludge huko chini. Gari za diesel ukifanya service, apart from the oil pressure, you should also check the engine oil dilution. Injector ikimwagilia diesel kwa combustion chamber inakuanga na kitu inaitangwa dilution. Unapata hiyo engine oil, unapata hiyo engine oil inaenda ina mix na oil huko chini, ina form sludge. So ikiform sludge nini ndo ina happen? Inakuwa nikaa kimawe kiko huko chini kwa sana. Hiyo kimawe kinakuja aka kinyonya hiyo oil, aka ka strainer kanaanza kuclog na hizo ma carbon. Nasikianga gari iko na carbon build up juu ilifanya, alafu aka kakijaa hizo makarbon hapa ndani, inakuwa tena sasa oil haipiti. But si ati haipiti juu ya nini, si ati haipiti juu ya venye ati hiyo engine ni mbaya, kumbe kamejaa makarbon hapo hivi. Unafinya gari kutoka coast huko umekuja Nairobi inakuja inakaka inakufa juu huko. Angalia engine oil dilution, hizi vitu zote ukiangalianga kwa live data unaona vizuri kabisa. Engine oil dilution, unaangalia engine oil pressure, so ni vitu zenye unaona ni venye hauwezi ekewa gauge juu ukianza kuimonitor hivyo utakuwa unaona gori ikikaa mna solve, so engine yako haitawahi kufa. Hakuna mtu anakutakia mazuri ati engine isiwahi kufa. Pengine sisi ma mechanic tunakutakia vizuri juu hatutaki kuona ukikwama, but sasa mwenye aliunda hiyo engine ndiye manufacturer anataka kumbe ununue model ya 2024 mambo inaharibikia hapo. So let us check it out, tuone mahali noma hiyo tunatia. Ukigunduanga engine ime overheat severely, ama umetembea safari zako unagongesha gari huko chini, the first thing that you should check ni kama kuna kitu ina leak huko chini, because usipo check unaweza pata kumbe umegongesha huko chini, imepasua oil sump ikamwaga oil na unazidi kuendesha gari, so unaendesha gari haina oil, ina seize. Ama unapata haiko severe, imemwagika coolant, hizo bearings zina burn out, unaanza ku replace
hizo con bearing na main bearing. Sasa shida hata si kureplace hizo vitu. Ukireplace hizo vitu unapatanga kumbe hadi crankshaft imeanza imekulika kidogo. Naonanga watu wakienda sijui kufanya nini crankshaft, kuichonga chonga. Alafu kwa hiyo process ya kuchonga chonga unakosa kuget the correct size ya hiyo bearing yenye inafaa kuingia hapo. After umechonga unarudisha, bado engine unapata haina the sufficient oil pressure. So inakuwa officially umeanza safari ya kuingianga garage sasa. Hivyo ndio kunaendanga kukua kimi. Always take caution. So it is very easy to repair hizi my engine because ukisha identify mahali ngori iko, unaenda straight hapo hivi, una sort hiyo shida, unamaliza. Siku hizi engine kweli zimekuwa kama binadamu. Ukisikia oil pressure oil pressure, mara blood pressure, yani unapata uko na gari ndio hii imekuharibikia, unaenda unapata na pressure, tena unasikia gari ati iliuliwa na oil pressure. Yani pressure mbili kona zote. Ni constant pressure. Pressure ndio K, letter K. So this is the oil pump. You can see it's the gear type. Unaona hii kagia kinyika kwa hapa inazungushwa na crankshaft. Hata ni crankshaft ndio inazungusha. Unaona iko na kadowel hapa kakulock, and this is the gear type, inazungusha, alafu ndio oil inakuja inapitia kwa hizi tushimo, and then kuna tushimo tuko huku, nitawafungulia muone. Inaenda inapita. Now this is our crankshaft ndio hii. Sasa nishatoa venye ningeizungusha. Acha ni kadogo. Nishatoa venye ningeizungusha. But this is now our crankshaft. Unless nizungushe hapa na flywheel. You can see crankshaft inakuanga hivi. You can see. Sasa inazungushangwa hivi. Lakini inazungushwa na speed nyingine ya juu. Na hizi. Acha nataka tuone kama hii engine ndio tungekuwa tuna rebuild saa hii, ile ni nini hiyo ndio tungefanya. I want us to see. The crankshaft ndo imeshikana na piston, flywheel, gearbox. So crankshaft ni kitu important sana. Kuna pia types of crankshaft, but hiyo ni video ya siku nyingine. I'll show you ni nini wewe inadetermine venye engine yako itaguruma. Ati kwani gari zote huwa hazigurumi the same. Hiyo story yote ni juu ya crankshaft.
This is the flywheel. So guys, vetu nimewashow, it is always important. Ukiongeza gari chini unashuka kwa confirm. Ukipata umeumiza ina leak kitu, immediately unaita flatbed, unabeba juu. Kitu isikudanganya ati garage ni 1 kilometer away. Ati ama the next petrol station is 1 kilometer away. Ati gari inaweza tembea. Alafu unaanza kuulizwa, ati ungeita flatbed hiyo dakika ingeharibika. VW doors inakuwa na tabia ya kufeli kitu. The chain tension haka. VW Mama 7 go. Zufelaka ka kitu. Sana. Hii ni dawa ya kukaza. Na make sure ukikaza haitoki vyenye. This is the crankshaft position. Crankshaft position sensor. Let me show you. Ndio hii hapa. The crankshaft position sensor ndio hii. Unaona hii kitu kana kari reactoring hapa. This is the crankshaft position sensor. And then there's this carrying right here. Inakaa carry reactoring. Hii crankshaft position ukizima gari ukikam kuasha, hiyo ndio itajua iliacha crankshaft mahali fulani juu ya ignition na vitu kama kujua mahali piston ziko.
Acha niwaonyeshe. Gari ikifeli haka kitu inaweza kuambia ati engine fail. Please park the vehicle in a safe place. Inakwambia hata upark. Kumbe ni hii kitu. This one. You can see it's like a magnet of a sort. Haka ndio kanakuwa kamemulika hapa hivi. Kanamulika hivi. And then ina send hiyo signal mahali. Inaona haka kakitu kakiwa. Inatumianga magnetic inductance. Haya. So tumefika hapo. Tunaelekea kwa main bearing na con bearing. Naonyesha venye bearing zio sizi. Tumetembeza gari bila oil ama coolant inachemka. This is the oil cooler. Unaona haka kitu? Unaona this thing right here. Ukiwaona engine ya diesel yenye iko na oil cooler ama engine yenye iko na oil cooler, unajuanga that is a high performance engine. Oil cooler hii kitu hii ina exchange na coolant, alafu it's like a heat exchanger. Unajuanga that a high performance engine. Let's get into it. We are going to remove this crankshaft here so that you can see the bearings zenye ziuchapa after umeendesha gari bila oil ama coolant. So let's get into it real quick. Unaona venye inakuwa na oil. Now these are the half shell bearings. This ka bearing ya connecting rod, you can see. So hapa chini hivi unaona in between this bearing na hapa kwa hiyo connecting rod panafaa kuwa na a film of oil. Hiyo film of oil ikikosa, hivyo ndo unapata hizi vitu zimechapa. The half shell bearings unapata zimechapa and you need to replace them. Now the problem hata sio kuzireplace. The problem is getting genuine half bearings. Ndo hizi. You can see these are the half shell bearings. Unaangalia kama iko imekulika, kama iko in very good condition na haijakulika mahali, you can see. Also unaangalia hapa kwa crankshaft. This is the crankshaft. Unapatanga in severe cases pia hapa imekulika, hapa iko smooth kabisa. Hapa iko smooth kabisa. These are the counterweights. These are the counterweights. Hizi ndo zinasukuma piston juu after nini imefika chini. Acha nitoanishe zote so that we can see.
This is our crankshaft. Mnaona venye inakaa. This is the main bearing ya crankshaft. This is the main journal. So guys, this is a crankshaft. Ndio hii crankshaft yetu. You can see venye imedesigniwa kitu ka design fulani. Also, ukiangalia hizi tushimo, you can see these holes right here. Hizi tushimo ndio zinapitishanga oil kwa hizi bearings. You can see kama hizi bearings ziko wet. Unaona? Hizi ndio zinaitangwa bearings. Hizi kwa hizi places ziko smooth. So ukitumia oil mbaya ama gari ikioverheat inaharibu hizo bearings, na hizo ndio mtu replace. Hizi nao zinaitwa thrust bearings. Hizi zinakuanga zimekaa huko hivi, zinakuwa zimekaa hivyo, zinaitwa thrust bearings. Hizi ziko kila mahali huko, so you should always make sure you use the right oil ndio usiharibu engine. Hii kiharibika una replace engine, ama una replace hii, una replace pistons, una replace hizi pistons na hii side nyingine unaziona ndo hizi, unazi replace hizi the pistons, alafu una replace hadi hizo bearings. So that's it on engine maintenance for diesel engines.